Ndugu wapendwa, tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya neno la Mungu, Dominika ya 6 ya mwaka A wa Kanisa. Tunatafakarishwa katika masomo matatu. Somo la kwanza kutoka kitabu cha Agano la Kale, na somo la pili kutoka waraka wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, waraka wa kwanza, na injili yetu ni kutoka mwinjili Mathayo. Tunaanza kuona ujumbe katika somo la kwanza kutoka kitabu cha Yoshua bin Sira, sura ya 15 aya 15 hadi 20. Ujumbe gani tunaupata katika somo hili? Chagua uzima au mauti. Somo hili linatupa nafasi mbili za kuchagua vitu viwili, uzima au mauti. Ndugu zangu wapendwa, tunaalikwa na Mwenyezi Mungu kuchagua, kwa sababu Mwenyezi Mungu ametupa akili na utashi tuweze kung'amua mambo yetu, tuweze kujichagulia wenyewe uhuru tunaoutaka. Wapendwa wa Kristo, Mkristo mpendwa, umepewa uhuru. Mwenyezi Mungu amekuumba na akakupa akili na utashi uweze kuchagua yale unayoyapenda. Basi tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kuyachagua mambo yanayostahili na kuziishi amri zake. Chagua uzima au mauti. Kuchagua uzima ni kutenda yale ambayo Mwenyezi Mungu anayataka ili tubaki katika uzima wake, na kuchagua ubaya basi ni kuchagua kifo, kujiondoa katika ufalme wa Mungu. Na hivyo uhuru huu Mwenyezi Mungu ametupa sisi wenyewe tuweze kuchagua kati ya uzima na mauti. Basi tumuombe Mungu atusaidie kufanya uchaguzi sahihi katika maisha yetu. Muombe Mwenyezi Mungu kila mmoja wetu atambue kile anachokitafuta katika maisha ya hapa duniani. Mtu anayetenda maasi maana yake ameamua kuchagua mauti na dhambi, na yule anayezifuata amri za Mungu na kuzishika maana yake ameamua kuchagua uzima. Tutafakari leo, mimi na wewe tumechagua uzima au mauti kwa kadiri tunavyoishi, kwa maneno yetu na matendo yetu. Na somo la pili tunajifunza kutoka waraka wa kwanza wa Mtume Paulo kwa Wakorinto, sura ya 2 aya ya 6 mpaka ya 10. Hekima ya Mkristo ni msalaba. Hekima ya Mkristo ni msalaba. Fumbo la msalaba limeficha hekima ya Mungu na maisha ya Mkristo ndani yake. Leo hii tunashuhudia pia fumbo la msalaba, jinsi ambavyo linaonekana machoni petu kwa baadhi yetu wanaoshiriki fumbo hili, mateso ya Kristo kwa ajili ya kusimamia haki, kwa ajili ya kusimamia ukweli. Mtume Paulo anazungumzia hekima ya wakamilifu na si hekima ya dunia na ya wale wanaopenda mamlaka ya ulimwengu huu. Wanaopenda mamlaka ya ulimwengu huu, hekima na siri ya Mungu haimo ndani mwao. Basi tumuombe Mungu pia atujalie sisi wale ambao tumeamua kumfuata Kristo aliyekuwa na hekima ya fumbo la msalaba, nasi tushiriki kwa uaminifu fumbo hili la msalaba na siri iliyofichwa ndani ya fumbo hili. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametumia njia hii ya kumkomboa mwanadamu? Hekima hii na siri hiyo akaificha hapo. Mimi na wewe kama Wakristo, basi tunaalikwa leo hii kushuhudia maisha yetu ya fumbo la msalaba, na hekima yetu itoke katika fumbo la msalaba. Kwa nini msalaba? Kwa sababu msalaba ni ushuhuda, ni ushindi wa dhambi, ni ushindi wa maovu ambayo Kristo aliyapigania, aliyapambania na akaweza kufaulu. Na hekima ya watu wa dunia hii ilifichwa kutambua hekima na siri iliyo ndani ya Kristo. Hivyo walijua kwamba Kristo anatafuta utawala wa kidunia,
lakini kumbe yeye hakuja kutafuta utawala wa kidunia, alikuja kutafuta utawala wa ufalme wa Mungu na kuwaingiza wanadamu katika ufalme huu ambao walipotea. Na ndivyo hata sisi leo basi tunashuhudia mambo haya. Hekima hii na siri ya Mungu imefichwa kwa wale wanaotafuta kutawala dunia, wanaotafuta ubinafsi. Na tunashuhudia mambo mengi katika ulimwengu wa leo hii. Ukraine, watu wanatafuta mamlaka na ukubwa. Nchi mbalimbali za Afrika zinapigana vita kwa sababu baadhi ya watu wanatafuta utawala wa kidunia. Hata kwetu katika nchi yetu tunashuhudia mambo hayo. Watawala wa mambo ya kidunia wanatafuta utawala wa kidunia na ukubwa wa mambo ya kidunia, wajimilikishe mali, ubinafsi na uchoyo. Na wao hawana hii hekima ya fumbo la msalaba, na ndio maana wanawatwika wengine fumbo hili la msalaba kwa kuwaua, kuwapiga wenzao, na vita kila siku zisizoisha. Sudani huko kila siku watu wanapigana. Afghanistani tunaona vita kila siku zinaripotiwa, watu wanakufa kwa sababu ya mamlaka ya kidunia. Hekima yao ipo katika mambo ya dunia, utawala binafsi, mali binafsi. Lakini yote haya tumeshirikishwa na Mwenyezi Mungu. Furaha hii tumepewa na Mwenyezi Mungu ili tuweze kuishi. Somo la Injili katika Injili ya Mathayo sura ya 5 aya 17 mpaka 37. Tunafundishwa pia juu ya tuishi vema amri za Mungu. Sehemu hii ina ujumbe wa kwanza, kuziishi amri za Mungu na mafundisho ya Mungu. Yule anayeishi na kuzishika amri za Mungu vema, huyu anakuwa mkubwa katika ufalme wa Mungu. Na yule ambaye hazifundishi na kuziishi vema, huyu atakuwa mdogo katika ufalme wa Mungu. Mimi na wewe kama Wakristo, je, tunaziishi amri za Mungu vizuri na tunazishika kwa maneno na matendo yetu, au tunaziishi namna gani? Au tumekuwa watu wa kuwatwika wengine mizigo ya sheria hizi na kanuni hizi ngumu, lakini sisi hatuzibebi, hatutwiki nazo, hatuambatani nazo, hatuzineni wala hatuzifanyii kazi, bali baadhi yetu tumekuwa viongozi wa jumuiya, tumekuwa viongozi wa parokia, tumekuwa makuhani, tumekuwa watawa. Je, maisha yetu ni kielelezo cha maisha ya Ukristo kwa kuishika vema na kuziishi vema amri za Mungu? Tumwombe Mungu pia atusaidie tuweze kuishi vema na kuzishika amri zake. Tusio watungaji tu wa sheria, lakini utekelezaji wake ni mgumu. Tunaona Mafarisayo, Yesu anasema haki yenu izidi haki ya Mafarisayo na waandishi. Hawa Mafarisayo na waandishi kazi yao ilikuwa ni kutunga sheria na kuzipeleka kwenye jamii, lakini sheria hizi zinawafunga na zinawaumiza wanajamii, lakini wao haziwagusi hata kidogo. Na leo hii hata sisi tunashuhudia haki ya sheria haipo tena. Watunga sheria hawaziishi sheria hizo, bali wanazitumia kuwatesa wengine, kutesa jamii, lakini baadaye wanakuja kuomba kura, kwenda kutetea haki za wananchi, kutetea maslahi ya wananchi. Lakini wakishaingia kwenye viti vyekundu vile, wanasahau kwamba walienda kuwapigia watu magoti. Wanataka sasa wasujudiwe, si watumishi tena wa kuwatumikia watu, bali wanatunga sheria na wanatengeneza makodi ya kutosha ili watu hawa wakandamizwe tu, waendelee kuwa chini. Na hatuwezi kufikia katika kuitafuta haki na hekima ya Mwenyezi Mungu. Lakini ujumbe mwingine tunaopata katika somo hili la Injili ni msamaha na sadaka safi. Yesu anatufundisha, unapotaka kwenda kutoa sadaka yako, unakumbuka ukiwa njiani kwamba umekosana na ndugu yako, nenda kapatane na ndugu yako na kisha nenda kaitoe sadaka yako. Sadaka safi, inahitajika sadaka safi. Baada ya kusamehe, baada ya kupata suruhu, baada ya kupatanishwa, kajipatanishe kwanza na ndugu yako. Hivyo hata nasi katika matatizo yetu tunaalikwa, ndugu zangu wapendwa,
kujipatanisha kwanza na adui zetu, kujipatanisha kwanza na ndugu zetu ambao tumewajeruhi, tumewaumiza, wanavuja damu, wana vidonda. Sadaka zetu haziwezi kuwa na kibali mbele ya Mwenyezi Mungu. Tunajiita wana wa Mungu, lakini basi matendo yetu yafanane kweli na Mungu mwenyewe ambaye ni huruma, ni upendo, ni msamaha wa kweli katika maisha ya mwanadamu. Hivyo tusiwaonee wenzetu, wala tusiwadhulumu wenzetu, wala tusiwatendee mabaya wenzetu. Mkristo ili upokewe baraka na neema za Mungu, kuwa tayari kusamehe na kuomba msamaha. Wengi wetu hatuombi msamaha wala hatusamehe, lakini tunakazana kuja kanisani kumwomba Mungu atubariki. Tuwezi kupata baraka za Mwenyezi Mungu kama hatusamehi. Tuachilie makosa ya wenzetu ili na wao watuachilie na watuombee kwa Mwenyezi Mungu tupate baraka hizo. Lakini ujumbe mwingine katika somo hili la Injili, tunapata ujumbe wa ng'oa vilema vyako, kata viungo vinavyokusababisha utende dhambi. Jicho lako likikukosesha ling'oe, litoe. Mwombe Mungu akusaidie usione hivyo vinavyokuingizia unajisi katika moyo wako, vinavyokufanya utende dhambi. Mwambie Mungu akusaidie kung'oa vilema hivyo. Kiungo chako kikikukosesha kikate, ili usije ukaingia katika jehanamu. Wengi wetu tunaishi na vilema vyetu na tumevikubali hivyo hivyo tu, tunaendelea kutenda dhambi. Yesu anasema hakuja kutengua Torati, bali amekuja kuitimiliza. Na sheria hii ni ngumu, anapotimiliza anakazia kweli kweli, na anasema hata kwenye mambo ya taraka amezungumza, unamwacha mkeo, unamwacha mmeo kwa sababu ya mambo fulani fulani. Unapooa mwingine unazini. Au huyu mama aliyepewa taraka akiolewa na mtu mwingine anazini juu yake, si wa kwake. Na hivyo tumuombe Mungu atusaidie katika vilema vyetu hivi, tuviondoe ili tubaki kuwa wana wa Mungu na tuwe karibu na ufalme wa Mungu. Tuziishi sheria hizi kwa upendo na uaminifu ambao basi zitatusaidia sisi wenyewe kufikia uzima wa milele. Na mwisho kabisa, Yesu anasema maneno yetu yawe ndiyo ndiyo, sio sio. Usipindishe pindishe maneno kama leo hii tunavyoona watu wanapindisha ukweli, wanaugeuza kuwa uongo, uongo unageuzwa kuwa ukweli. Hapa hatutengenezi na hatui waaminifu katika kuisema kweli. Hatuisimamii kweli, hatuisimamii hekima ya fumbo la msalaba. Hatusimamii pia kuchagua uzima na mauti. Tunachagua mauti zaidi kuliko uzima kwa sababu ya kupenda kuweka mambo katika kona kona. Kama jambo ni ndio, liwe ni ndio. Kama jambo ni sio, na liwe sio. Hivyo tutakuwa kweli mashuhuda wa Injili ya haki na kweli, na Mwenyezi Mungu atatuongoza katika hiyo kweli ili tuweze kuwa katika ufalme wa Mungu. Bila hivyo, tukichengesha chengesha, tutakuwa tumeingia katika mawazo ya muovu, tusiwe waovu tutakaokosa uzima wa ufalme wa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo.